Shule ya msingi nilisoma Tanga Msambweni, na baadaye nilikwenda middle school Magila. Kwa sababu nilisoma nikiwa umri mdogo sana. Tulikuwa tunakaa na wazungu wale ambao baba alikuwa anafanya nao kazi. Kwa hiyo nilisoma ile wanasema kindergarten 1 2 3. Wakati tunaenda kuandikishwa hivi kupima, mimi nilikuwa nasoma English book 2. Kwa hiyo walimu wakaona sistahili pale. Wakati tunaambiwa tuandike na zile slate na giraffe zile, mimi nilianzia darasa la 3 nikasoma miezi 6, nikaenda darasa la 4, baadaye faulu mtihani wa darasa la 4 nikaenda Magila. Lakini nilikuwa mdogo, tulikuwa tunakaa mbali mahali ambapo baba alikwenda kutuweka tuishi pale. Ikaonekana ni hamisho, ndo nikapelekwa shule ya bweni kwenye Boma Handeni, na ilikuwa shule ya kanisa vile vile. Kwa bahati mbaya, matokeo ya mtihani wa darasa la 8 wakati yanakuja, mimi na mama tulikuwa tumerudishwa Songea. Hayo ni ya kwao, lakini ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo nilipoteza nafasi ya kwenda, nilichaguliwa kwenda kusoma Kibaha Nordic Center, lakini sikuweza kwenda maana nilikuwa niko huko. Na kule ndiko nilipoanza maisha mengine. Baadaye nikajikuta Songea mjini. Nikaishi kwa bwana mmoja ambaye alikuwa kwa leo tungesema ni katibu mwenezi wa chama cha TANU. Kwa wakati ule alikuwa ni mwalimu wa elimu ya siasa mkoa. Alikuwa anaitwa Baptist Makaburi Pili. Kwa hiyo vyombo vile vinahusu vijana, uhamasishaji viko chini yake. TANU's League Band, netball, football. Sasa mimi nakaa kwa yule bwana kama houseboy. Na alipogundua kwamba ni kabila yake, nikawa tena sio houseboy, ni mdogo wake. Sasa wale wanamuziki wakija kuchukua posho zao pale, mzee ameamka nini, wakawa rafiki zangu. Nikatamani na mimi kujifunza. Wakanikubalia, nikajifunza. Lakini huyu bwana baadaye alianzisha bendi yake, ilikuwa inaitwa Orchestra Continental. Lakini baadaye yeye alihamishiwa Mafia kikazi. Wale wanamuziki wakashindwa kuendelea pale, wakaondoka, wakaniachia vyombo. Mimi nikaanzisha bendi ya vijana wenzangu wa pale mjini. Na siku moja ilikuja bendi kutoka Dar es Salaam inaitwa Butiama Jazz Band. Miaka ile ya mwanzoni mwa 70, usafiri ulikuwa mgumu sana. Mpiga besi wao alichelewa basi, maana walilala nyumba tofauti. Ni makele gari ikikuacha ndio basi tena. Na kule matangazo yao tayari na wanatakiwa siku hiyo perform. Yule meneja wa ukumbi namkumbuka anaitwa Kaduma. Alinifuata nikiwa nacheza mpira pale Majimaji, wakati ni uwanja wa mianzi tu na mabua. Niko mdogo. Akasema bwana kuna bendi wanataka mpiga besi, maana mimi kabla ya kuimba nilikuwa napiga bass guitar. Basi tukakubaliana, nikafanya nao kazi, wakanipenda, wakaamua kuniambia kwamba niondoke nao. Ndio nikaondoka na Butiama Jazz Band kuja Dar es Salaam. Kwa nini nitoka kwenye bass kwenda kwenye kuimba? Wakati nikiwa hapo Songea na kale kabendi ketu, ilikuja bendi ya Cuban Marimba, marehemu Juma Kilaza, mzee Juma Kilaza. Wale wapiga magita kina Hamis Fadhili, kina Joki Mfuta, kina Ali Kishavu, kina Juma Sangura, walikuwa wanapiga mindule mpaka mimi mwenyewe nasema nitafika ngazi hiyo kweli? Lakini nikaona watu wote wakitoa hela wanaenda kumpa Juma Kilaza ambaye ni mwimbaji. Debe limejaa hela, nikaona huku sio dili huko. Nika shift, nikaenda kwenye uimbaji. Kwa hiyo nilipokuja hapa mimi, wale watu wa Butiama Jazz Band walijua kama ni mpiga besi. Lakini tulikubaliana wanisubiri Iringa. Nikatoka Songea nikawafuata Iringa, bendi ikakodishwa kwenda kupiga Ifunda, walikuwa na graduate. Muimbaji mmoja akaleta maringo ya kazi, naye ni marehemu sasa hivi Kilian Miagira. Basi mimi nikamwambia kiongozi wa bendo mzee Makelo, msio na wasiwasi, mimi nitaimba. Unaimba wewe? Nikamwambia mimi naimba. Tukaenda, tukafanya mazoezi tu kule Ifunda kule. Siku hizi ni VETA, sijui ilikuwa technical wakati huo. Basi nikawa naimba na kupiga bass. Kumbe ni mwimbaji. Kwa hiyo tukaja Dar es Salaam.
Bendi hii ndio mara yangu ya kwanza naingia na Kenya mimi na Butiama Jazz Band. Nakumbuka siku ya kwanza tunakwenda Nairobi, nilikamatwa pale boda na Manga kwa sababu nilikuwa nimeweka kile kitabu kimeandikwa maneno ya kuteuliwa mwenyekiti Mao, na ndio ilikuwa fashion wakati na ule uzi wa kitabu lazima uwe unaning'inia. Sasa waliponiona akasema wewe anaita ukomunisti huku, nikakamatwa. Lakini kwa sababu nilikuwa mdogo, wazee na wale wenye madriver wakanitetea, nikaachiwa. Nikaingia Nairobi. Baadaye nikaendelea muda mfupi na Butiama, nikaenda Western, sikukaa nao sana, sikupenda namna yao. Nikahamia Urafiki Jazz. Urafiki Jazz ndio jina langu lilianza kuinuka. Lakini baadaye tukatoka, marehemu kaka Abeli alianzisha bendi inaitwa The International, akanichukua The International Mlimani. Nikiwa Mlimani nilipata umaarufu mkubwa. Ni mtunzi wa nyimbo nyingi, Usipate Tabu, Neema, Barua Kutoka kwa Mama, Mtoto Akililia Wembe, Ugomvi wa Baba na Mama, nyimbo nyingi. Nikawa mwimbaji maarufu mwenye jina. Lakini baadaye niliondoka, nikajiunga na Remi, tukaanza kusafiri sehemu mbalimbali. Na baadaye siku moja tukiwa tunasafiri kutoka Morogoro kwenda Dodoma, nilipitiwa na usingizi hivi. Nikasikia sauti kwenye usingizi inaniambia, wewe na huyu mwenzako mnadhani maisha yenu mwisho wake ni nini? Halafu zinakuja picha za mambo yetu kwenye ndoto. Niliposhtuka nikaanza kujiuliza, nani huyu? Nikasema, anasemaga babu yako akikupenda kuna wakati anakusemesha. Sasa nikiwa nimeamka tayari, sauti ile ile ikaja tena na taarifa zile zile kama sinema zikawa zinakuja. Nikajichukia sana. Nikasikia maumivu. Moyoni mwangu kasema, basi kama ndio hivi sitaki tena. Tulipofika Dodoma mimi nikawatoroka Matimila Band, kenda kulala hoteli nyingine, na tulikuwa tumekodishwa vile vile. Jioni nilienda densini kwa kuchelewa sana, na nilipoingia sikwenda kwenye jukwaa. Kwa hiyo Remi marehemu ndugu yangu aliniona nikiingia mlangoni, lakini enda kukaa kule, ilikuwa napiga nje kwenye garden. Akawa anasema, Chidumule mtoto wa mama, vipi hujapata nishai? Njoo huku. Basi nikaenda, akachukua konyagi, tulikuwa tunakunywa sana. Akaniwekea kwenye glasi kwamba ninywe nipate labda ni stimulate, labda niondoe. Alinihisi kama siko sawa. Wakati nachukua ile glasi ninywe, niona ule upanga ule wa Kiarabu jambia unatoka ndani ya glasi unatangulia, nikaachia. Sikufikiri, sikuwaza, nikaanza kulia hadharani kwa sauti kubwa. Nimeshikilia kichwa, nikatoka, nikaenda kulala. Asubuhi nikaja kumwambia Remi, mimi bendi. Basi akilini nikasema lazima nitakuwa nimerogwa hapa. Mimi nikatangulia Dar es Salaam, Basata, nikaandikia barua kwamba mimi basi kwenye magazeti. Remi naye akasoma sasa taarifa. Aliporudi akaniita, ndugu yangu nimekukosea nini? Nikamwambia hapana, mimi basi. Siku 3 baadaye Kinondoni pale nimeenda kuchukua nguo zangu dry cleaner, ninarudi nyumbani, ndio nasikia sauti inaniambia, leo nachukua roho yako. Nini? Nachukua roho yako. Lakini sauti ilikuwa mbaya. Sasa nikarudi kule kule, akasema wanasemaga babu yako akikupenda huwa anaweza karudi akakufuata. Na mimi inasemekana nilipozaliwa babu alinipenda sana, kwa sababu baba yangu alikuwa kitinda mimba. Mama yake baba alifariki baba akiwa na miezi 3. Kwa hiyo alipendwa kama mtoto, yani unanielewa. Basi nilikuwa katika hali ya maswali na mshangao, nikaona dunia imebadilika. Nikiangalia namna hii sioni upeo wa macho, nilikuwa naona sijui mpaka Nairobi, sijui mpaka Cairo, lakini ilikuwa ni njano ile iliyopitiliza. Halafu nikasikia mungurumo chini ya ardhi. Sasa nikataka kujua
Hawa watu wengine pale siku hizo wanaita studio pale. Ilikuwa eneo lile. Nikajaribu kuangalia watu walioko pale ile Kadamu Nasije wanahisi kile kitu kama mimi. Nikaona watu wako busy na shughuli zao. Nikasikia ganzi inapanda kutoka chini inakuja juu, nikajikuta kutoka hapa kwenda chini hakuna kitu kina function. Jirani hapo pale Kinondoni, hizo kota za hapo Kinondoni siku hizo wanaita Manyanya, kulikuwa na mama mmoja naye ni marehemu anaitwa Bitiidi, watu wanamfahamu, alikuwa anapika mama lishe hapo. Nikaomba kiti, vipi mwanangu, wananifahamu. Nikamwambia mama mimi nakufa. Kwa sababu ile sauti imeniambia leo nachukua roho yako. Unaona? Kwa hiyo mimi nilikuwa najua huyo ni babu kaja kunichukua. Sasa nikamwambia babu, hata kama ndio hivi, si ungoje nifike nyumbani unichukulie hapa barabarani. Yaani naongea na kitu ambacho sikioni. Basi yule mama akamuita mume wake, anaitwa Mzee Maembe. Wakaitwa watu, wakanibeba, maana siwezi kutembea, napelekwa kwa fundi. Siwezi kulitaja jina lake, kwa mtu maarufu msikiti wa Mtambani hapo kushoto kulikuwa na fundi hapo. Wakiwa wamenibeba, tunafika ile barabara inayokwenda mahakamani, nikasikia sauti. Ile sauti ilikuwa ya upole sana, lakini ilikuwa na mamlaka kubwa. Ikasema, mwanangu, huko unakokwenda mauti imekutangulia. Chochote utakachopewa huko ndio mwisho wa maisha yako. Usiende. Nikawaambia wale watu, jamani, niacheni. Siendi huko. Wakanitupa kati ya barabara pale. Akatokea mzee mmoja akasema, basi hatuna mtu. Huyu aliyepiga mwanaume. Ukiona mtu karogwa na anakataa kwenda kwenye tiba, hatuna mtu. Hapa hamna kitu. Ni mchana. Siku ya Ijumaa nakumbuka, mwezi wa 7. Basi akatokea mama mmoja jirani, naye ni marehemu sasa hivi, anaitwa Mama Mwita. Shemeji vipi? Nikamwambia nakufa. Akasema tulijua tu. Pale alinimaliza nguvu kabisa. Nikasema kumbe hata watu wanajua kwamba mimi nakufa. Sasa alikuwa na maana gani? Mimi sijui. Sasa wakatokea watu hapo, ikaja sauti nyingine akasema, nenda kanisani. Mtumishi, siku ile sikuchagua kanisa. Kanisa lilokuwa karibu pale ni Lutheran, hiyo ya Kinondoni. Lakini mimi nilikuwa ni Mkatoliki. Na jana yake kuna mchungaji wa pale Kinondoni Lutheran, yupo hai mpaka leo, anaitwa Fupe. Aliniita, bwana, mimi nimehamia. Kumbe walikuwa wanataka niwasaidie kufundisha kwaya. Kesho yake ndio hiyo siku sasa mimi napelekwa pale. Maana ile sauti imeniambia, mwanangu, nenda kanisani. Yule baba nimkuta anakula. Nikamwambia, na nilikuwa sasa sijui habari ya mchungaji, anajua tu padre. Nikamwambia, padre, mimi nakufa. Imekuwa nikamwambia nakufa. Sasa nikamwambia nifungulie kanisa, nikafie huko ndani. Akili najua nikifia ndani ya kanisa nitaenda mbinguni. Basi yule mzee akaacha kula, kaingia pale, wakaanza kunihoji imekuaje na nini. Sasa kwa sababu mimi ni maarufu, nilichukuliwa na kundi kubwa la watu, wadogo kwa wakubwa, na taarifa zimeshafika paka nyumbani. Lakini nikiwa niko pale, nilikuwa napoteza uwezo wa kusikia, uwezo wa kuona, hata kuongea. Nilikuwa naona suru blue, zambarau, mawingu. Masikioni nasikia kama ile radio asubuhi. Mdogo wangu mmoja anaitwa Sadiki, nikamsikia analia, anasema, kaka usife, kwa mbali sana kama Mwangi hivi. Lakini mimi ndio nilikuwa niko hoi. Sielewi ilikuwaje, nilipigwa kofi na mtu ambaye hakuwepo pale katika wale waliokuwepo. Na nilikuwa nimeshaanguka chini. Yule mtu alivyoniwasha kofi akaniinua akaniweka kwenye kiti akaniambia, fungua macho. Na mimi sasa nikapata nguvu, nikapiga ngumi mezani, punga, sema kumbe shetani sifi. Bwana Yesu ananipigania,
na mimi ni mshindi. Ikaanguka radi pale ndani, kila mtu hii alisikia, mpaka mchungaji yule alisikia. Wako waliotawanyika mle ndani, wale viherehere wakuja kutaka kuona shida ya mtu bila kutoa msaada, walitawanyika. Ndio nikaanza kusikia tena kama masikio yanafunguka, nuru, mwanga, blue nini, unaona. Mimi nikawa kama mtu aliyefufuka. Waliomba sala gani mimi sijui, waliongea nini mimi sijui, na ile radi ilipopiga ilikuwa kama vile mtu ameflash choo, yani ndani yangu misuli inapanda na kushuka. Baada hapo akatokea mama mmoja, alikuja na Volkswagen Beetle inatoa moshi. Sijui alitokea wapi yule mama, na sijamuona mpaka leo. Alipofika akasema nipeni huyu mtu. Hawakumuuliza unampeleka wapi. Kutoka pale mimi, ilikuwa siku ya Ijumaa pale Kinondoni TAG, mimi ile kanisa nilikuwa silijui. Ngawaje mabasi ya UDA alikuwa anageuzia pale. Kulikuwa na semina, kulikuwa na mhubiri ametoka Canada lakini anaitwa Labela. Nikapelekwa hapo. Wakati nimepelekwa hapo, aliponiona akaniambia, bwana wewe si fulani? Nikashangaa sana. Akaniambia, bwana alinipa taarifa yako tangu Jumanne, unaenda kufunguliwa. Wakaniingiza kwenye chumba cha maombi. Alikuwepo mtu anaitwa Semguluka, namkumbuka. Alikuwepo mchungaji Mlokozi ambaye sasa hivi kwa TAG Ubungo. Alikuwepo mchungaji Muro, sasa hivi yuko kule sijui Chekeleni sijui wapi chuo kikuu kule. Maombi yakaanza, mimi nikiwa nusu mfu. Mdogo wangu ndio ananihadithia sasa kilichotokea. Wakaomba mpaka ufida mida saa 10 nikawa kama mtu aliyefunguliwa. Wakasema sasa Jumapili uje kwenye ibada ya pili. Tulipotoka pale mimi wamenirudisha nyumbani. Nilipolala ile saa 10 niliamka kesho yake asubuhi. Lakini kuna mzee wa kanisa ambaye alipewa jukumu la kuwa anakuja kunifuatilia. Na inasemekana alikuja saa 5 usiku akasikia naongea vitu ambavyo watoto na mama hawavijui. Lakini kwa kitendo kile, nilipokuja kuamka mimi kesho yake ni asubuhi, niliona kama nimelala nusu saa. Kumbe ni usiku kucha nimelala. Na Jumapili mimi sikungojea ibada ya pili, maana niliona kama hali ni shetani anaweza kaniwahi nikafa. Maana ndio nilikuwa nimejua kwamba sasa kumbe ni shetani. Kwa hiyo nilienda ibada ya kwanza. Mhubiri akiwa anahubiri pale, nilitaka kujua nani amemwambia habari zangu, kwa sababu alikuwa ni kama ananisema mimi tu. Sasa nikaangalia kushoto na kulia, hakuna mtu. Mungu aliwafunika hawa watu. Nikajikuta kumbe niko mimi. Nikakaa sasa upya kwa nizamu kwamba yamenikuta. Akahubiri yule Labela. Aliposema hata hivyo Bwana haja kuacha, njoo mbele. Mimi nakimbia nafika pale, nashangaa kumbe na watu wengine wapo. Wakati wanaendelea na maombi, niliona kitu kama mwanga ulinipiga hapa. Sio wa kamera. Ule mwanga ulikuwa mkali mno. Nilipoanguka pale na kuja kuinuka, kumbe watu washaombewa wameondoka wote, nimebaki mimi na garagara kama mende aliyepigwa expel pale. Nilipookoka ilinichukua miaka 5 kanisani pale. Sijaruhusiwa kwenda mahali popote, kwa sababu mzee Swai alisema wokovu sio transfer. Ulikuwa magereza Ukonga unahamia Kiwira, buti zile zile, uniform ile ile, crown ile ile, filimbi na rungu ile. Wokovu ni mabadiliko. Kaa hapa. Na alitangaza kwenye maiki, fia dhambini waseme tumeshindwa kukulea. Na nilikasirika sana. Lakini baadaye niliporudi nyumbani nikiwa na hasira, niko chumbani, nikasikia sauti nasema step down. Kumbe Mungu anajua Kiingereza bwana.
Maana nilikuwa nimefunga mlango kwa hasira, sitaki kuona mtu. Sasa nawaza kwa nini yule mchungaji ameongea maneno yale, mbona ananidhalilisha? Unaruka ruka ovyo. Nikasikia step down. Nikaogopa. Tangu siku hiyo nilikuwa mtii kwa yule baba, na imenisaidia kila mahali ninapokwenda kufanya huduma leo. Niko tofauti na watu wengine kwa sababu nilisikishwa adabu, niliadabishwa. Na wimbo wangu ule unasema amenibadilisha. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Ni kweli amenibadilisha. Mimi ukiniangalia saizi na umri mkubwa, lakini kwanza sina mpango wa kufa kwa sababu Mungu ni baba yangu. Maybe later tutakaa kikao ni kama kazi bado na appeal. Lakini nataka kuzungumza na Watanzania na watu wanaoni popote wanapoona channel hii. Wokovu ni kitu halisi. Yaani kuna Mkristo asili na kuna Mkristo halisi. Mkristo halisi lazima uwe umeokoka. Ukiisoma kwenye waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 2 kuanzia mstari wa 10 hapo utaona. Kwa hiyo kuna asili na halisi. Unajua Mungu alimuumba mwanadamu, lakini Adamu alipoasi, Adamu alizaa mtoto kwa sura yake, sio kwa sura ya Mungu. Kwa maana hiyo Mungu alinitoa kwenye ile sura ya Adamu akaniingiza katika nuru ya mwana wa pendo lake. Ninachosema, ukitaka kuishi maisha ambayo utaweza kushinda uharibifu na uovu ulioko katika dunia hii, wokovu ni kitu halisi ambacho kimenifanya mimi niwe nilivyo. Ninaheshimika kwenye jamii, ninaheshimika kwenye ukoo, ninaheshimika kwenye mataifa, ninaaminika. Mungu amenibadilisha. Kwa hiyo ninatamani watu ambao wananiona wajue wokovu ni kitu halisi. Sio riwaya, sio hadithi. Liko badiliko ndani ya wokovu ambao unaweza kumbadilisha mtu. Maana kama kuna walevi umewahi kuwaona, mimi nafikiri nilikuwa katibu au mweka hazina wao. Kwa siku nilikuwa naweza kunywa konyagi chupa 5 kwa siku. Sio kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nikikaa hivi nikiondoka hapo kuna maganda kibao. Na bishana na kile kimtu kimekaa hivi kwenye konyagi. Naambia usinitunishie misuli wewe, utashusha mikono leo. Lete nyingine. Kuwepo hai ni Mungu alijua mimi ni mtumishi wake. Vinginevyo ningelikufa na pombe. Kwa niwaombe Watanzania na watu wote wanaoona channel hii, wokovu ni jambo la kukimbilia. Kuna manufaa ndani ya wokovu. Mungu angelikuwa kama mwanadamu, ningempeleka The Hague. Kwa nini aliniacha? Muda wote huo nilipata pesa nyingi, lakini ile pesa mimi ilikuwa kama kiplefti. Inaingia hivi, inarudi huko huko kwa waganga na kadhalika na kadhalika. Lakini baada ya kuokoka nimeona furaha ambayo haitafutwi, ipo ndani yangu. Haitafutwi kwa pombe, haitafutwi kwa madoido.